Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Evangelist Mkwele Martin. Jumapili ya leo imenipendeza nitokee mbele yako hapa ili kuzungumza na wewe. Wewe ambaye umekuwa ukiniuliza maswali mengi kulingana na somo lililopita. Nimeona simu za watu kutokea Malawi, simu za watu kutokea Dodoma, nimeona simu za watu kutokea Mbeya, simu za watu kutokea maeneo mengi. Wakiniuliza maswali, Evangelist, sasa hapa mbona imekuaje, hapa inakuaje? Lakini leo niko hapa ili kujibu maswali yako kwa sababu nimekosa muda wa kukujibu kulingana na ubizi wa hapa na pale. Na pia ndi kazi ngumu kumjibu mtu mmoja kwa njia ya message. Kwa hiyo nimeona leo nije na majibu yako hapa mbele ili kuwajibu wote kwa pamoja. Nyote mnaonifuatilia kupitia kurasa yangu wa Facebook kwa jina la Evangelist Mkwele, na wewe ambaye unanifuatilia kupitia channel yangu hii ya YouTube kwa jina la Evangelist Mkwele Martin. Somo letu la leo nimelipa jina linalosema ya kwamba mambo yanayoweza kupunguza uwezo wa mwanandoa chumbani. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 na ule mstari wa 4, maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Hii ina maana ya kwamba kuna kitu kwa wanandoa ambacho Mungu ameweka ni cha msingi sana na kinahitaji kiheshimiwe, ambacho kitu hicho kinaitwa ndoa. Ina maana ndani yake kuna kitu cha msingi sana na cha thamani mno. Kwa kuna mambo ukiyafanya yanaweza yakaiharibu ndoa, yanaweza yakaivuruga ndoa, yanaweza yakaondoa heshima ya ndoa. So leo nataka nikuletee mambo yanayoweza kupunguza uwezo wa mwanandoa akiwa chumbani. Jambo la kwanza, utazamaji wa video na picha za utupu, almaarufu kama picha za X ama pornography. Leo tunao wanandoa ambao wao hupendelea sana kufuatilia picha za utupu, na pia wako wengine wamejiunga hata kwenye magrupu humo mitandaoni, magrupu ambayo yanasambaza picha hizo za utupu. Hali hii ikiwa endelevu kwa mwanandoa, huweza kumfanya mwanandoa ifike mahali ajihudumie mwenyewe hali ya kuwa anaye mke yuko nyumbani. Ndio unakuta sasa hapa mtu huyu ameathirika kwa picha za utupu, ameathirika kwa pornography, ameathirika kwa hizo picha za ngono, anazidownload huko mitandaoni, anazurushiwa na kwenye magrupu humo mitandaoni. Kule kuathirika kwake ifika mahali mtu huyu huacha mkewe na kwenda chooni kujihudumia mwenyewe kwa njia ya sabuni. Sasa unaposhiriki kitendo kama hiki mara kwa mara, ule uwezo wako kama mwanandoa wa kushiriki tendo la ndoa na mwenza wako huwa unapungua. Kwa hivyo kama unaona una hali kama hii na unaipenda ndoa yako, na kushauri uache hiyo hali, na ukiona haiwezekani, tafuta watumishi wa Mungu wakusaidie ili utoke kwenye hiyo hali, na utashangaa ule uwezo wako kama mwanzo wa kushiriki na mwenza wako ukirudi upya. Jambo lingine la pili, msongo wa mawazo. Msongo huu wa mawazo hutokea hasa pale mtu anakuwa na madeni mengi, mtu anakuwa amefukuzwa kazi, hajui ataishije, watoto wanaumwa, mama ama mume anaumwa, anauguza familia. Hii hali ya msongo wa mawazo unapokuwa mwingi kwa mwanandoa, hufika mahali hata kiwango kile cha ule uwezo wa kushiriki kama mwanzo huwa unapungua ndani yake. Kwa hiyo mtu akiwa katika hali kama hii, aidha mumeo unamwona yuko katika hali kama hii, ama mkeo unamwona yuko katika hali kama hii, ni vyema sana ukamtia moyo, ukamfariji ili atoke, kusudi atakapokuwa ametoka huko basi muweze kushiriki vizuri kikamilifu, na mtashangaa kuona hali hile imeondoka na ule uwezo wenu kama mwanzo umerudi upya. Jambo la tatu, uchovu unaotokana na ubize wa shughuli za mchana kutwa. Unaona, ukifanya kazi nyingi za kuchosha sana, aidha unakata mkaa, aidha unalima sijui, ama unafanya shughuli za umachinga, asubuhi mchana kutwa ni kuzurula. Inapofika muda mama ama mume anakuhitaji, huwezi kushiriki kikamilifu kwa sababu mwili unakuwa umechoka.
unajua kinachoshiriki pale ni mwili. Na kama mwili ndio unaoshiriki, manake mwili unatakiwa pia upawe muda wa kupumzika, ili unapofikia muda wa kushiriki uwe na nguvu za kutosha. Kwa hiyo hakikisha mumeo anapata muda wa kupumzika kama unahitaji akufikishe kileleni. Hakikisha mkeo unampatia muda wa kupumzika, ili baada ya mapumziko yake muweze kushiriki kusudi mufike mnapotakiwa kufika. Jambo lingine linalopunguza uwezo wa mwanandoa chumbani ni migogoro kila ifikapo muda fulani. Kuna wanandoa kila wanapofika muda fulani wanahitajiana, tayari kunazuka ugomvi. Ukifika muda baba anahitaji, unaibuka ugomvi. Ukifika muda mama anahitaji, unaibuka ugomvi. Sasa yale magomvi yale, inafika mahali mnashindwa kushiriki vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja anakuwa ndani yake ana kinyongo, ana makasiriko. Kwa nawashauri malizeni migogoro yenu kabla hamjaenda kushiriki tendo la ndoa. Malizeni tofauti zenu kabla hamjaenda kushiriki tendo la ndoa. Msishiriki tendo la ndoa wakati ndani mna makasiriko. Hii itasababisha kupungua kwa uwezo wenu wa kushiriki. Mwisho wa siku hamtafika kileleni mnakotakiwa kufika. Jambo lingine, kuvamiwa na roho chafu. Hapo unakuta mama anaota ndoto usiku analala na mwanaume, anaota ndoto analala na mnyama, anaota ndoto yuko baharini. Ndoto kama hizi ukiona zinakuja mara kwa mara, ujue ndani yako kuna roho chafu inayoitwa jini mahaba. Suluhisho lake hapa ni maombi. Lazima uende utafute watumishi wa Mungu wenye neema ya Mungu wakuombee utoke kwenye hiyo hali. Na utakapotoka kwenye hiyo hali, haijalishi wewe ni baba umekumbwa na hiyo hali, haijalishi wewe mama umekumbwa na hiyo hali. Kwa sababu ukikumbwa na hiyo hali, ile roho iliyoko ndani yako inakuondolea shauku ya kushiriki na mwenzio. Matokeo yake ule muda wa kushiriki, nguvu zinakuwa hazipo. Kwa unahitaji maombi ya kutosha ili iondoke ile roho ndani yako. Ikishaondoka tu ile roho ndani yako, wewe umepona na uwezo wako unaendelea vizuri kama kawaida, na hata kumfanya mmoja na mwenzie mfurahie ndoa yenu. Kwa hiyo mnahitaji maombi. Ukiona hali kama hiyo anayo mwenzio, usimlaumu wala usimtukane wala usimpige wala usimlazimishe. Mtafutie watumishi wa Mungu wamsaidie kimaombi. Jambo lingine, hali ya kiafya. Magonjwa ya mara kwa mara pia huondoa uwezo wa mwili kushiriki kikamilifu kwenye tendo la ndoa. Sasa unapoona mwenzio hawezi kwa sababu hali yake ya kiafya haiko vizuri, ni swala la kumvumilia mpaka apone ili kusudi muweze kushiriki kikamilifu. Jambo lingine, umri mkubwa. Yamkini umeolewa na mwanaume mwenye umri mkubwa. Usifikiria kwamba uwezo wake unafanana na vijana. Yamkini umeoa mwanamke mwenye umri mkubwa. Usifikirie uwezo wake anafanana na mabinti. Mvumilie kwa sababu umri wake umeenda. Jambo lingine, kuwa na michepuko kunaondoa uwezo wa mwanandoa kushiriki kikamilifu. Kwa mfano, unakuta baba yuko ndani ana mke wake lakini nje ana mchepuko fulani, nje ana michepuko fulani. Sasa mtu kama huyu hawezi kuhudumia watu wote watatu ama watu wote wawili. Lazima atahudumia sana nje, na akishahudumia nje akija ndani hawezi kwenda hata mara 2 mara 3. Kwa nini? Mwili unakuwa tayari umeshachoka. Mwili unakuwa tayari umeshatoka kuhudumia wengine huko nje. Kwa hivyo basi, mambo haya yanaweza kupunguza uwezo wa mwanandoa kushiriki kikamilifu tendo la ndoa kwenye ndoa yake na mwenzake. Nafikiri kwa kufanya haya nitakuwa nimejibu maswali yenu yote mliokuwa mkiniuliza. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa Evangelisti Mkwele Martin. Namba zangu za simu ni 0788 17 12 38. Endelea kunifuatilia kupitia ukurasa wangu wa Facebook kwa jina la Evangelisti Mkwele, lakini pia endelea kunifuatilia kupitia channel yangu ya YouTube kwa jina la Evangelisti Mkwele Martin. Asante sana. Uwe na Jumapili njema.